Njia kubwa 6 ambazo zinazomfanya mtoto ili aweze kula chakula, apende kula chakula, hasa kwa wale watoto ambao hawapendi kula chakula. Mama utakuta huwa anahangaika na kupata huzuni au kuwa na mawazo kwa sababu gani mtoto hapendi kula chakula. Na leo sasa nakuletea njia kuu 6 ambayo ya 6 itakushangaza zaidi. Kwa mtoto wa miezi kuanzia 7 kwenda juu ambaye sasa anatakiwa ale chakula na hataki kula. Hali hii ni ya kawaida kwa watoto walio wengi. Hapa kuna njia salama na bora za kumsaidia mtoto huyu apende kula. Njia hizi kama nilivyosema, hiyo ya 6 itakushangaza zaidi, kwa hiyo usikae mbali na hivi vyako. Njia ya kwanza, endelea na maziwa. Maziwa ya mama au maziwa ya kopo bado ni chakula kikuu, chakula kigumu cha kuongeza tu, na si lazima awe anakula sana, wao usiwe na hofu. Njia namba 2, anza na vyakula laini na rahisi. Uji laini ulegevu ambao sio mzito sana, na ndizi iliyopondwa, viazi, karoti, maboga hakikisha unaponda ponda. Yani hizi njia ai za uji au ndizi iliyopondwa au viazi, karoti na maboga lishe. Unaweza ukachemsha vizuri kabisa, unaweka mafuta kwa mbali na chumvi kwa mbali na unayasaga. Na namba 3, weka ratiba yako. Jaribu kumpa chakula wakati ule kila siku. Kama ni saa 3 basi iwe saa 3 kila siku, uwe wakati huo. Au kama ikiwa muda ule wa chakula, wewe unapokula chakula na yeye pia muda wake wa kula chakula, kwa muda uwe huo. Usimlishe akiwa amelala sana au amechoka. Hakikisha awe amechangamka, basi ndio unamlisha. Namba 4, mpe kwa upole na uvumilivu. Usimlazimishe. Akiukataa leo, basi jaribu tena kesho. Tabasamu, ongea naye, fanya wakati wa kula uwe wa furaha. Namba 5, badilisha aina ya chakula. Kama hapendi uji, jaribu matunda. Kama hapendi leo, ladha inaweza kumpendeza baadaye. Namba 6, mruhusu ajaribu mwenyewe. Wakati mwingine watoto hupenda kushika chakula chini ya uangalizi. Kwa hiyo mpe ashike mwenyewe mkononi, alafu basi atahangaika katika kuingiza mdomoni, na mwisho basi atafurahia kula iko chakula. Na ikiwa sasa wewe utakuwa na wasiwasi, ni wakati gani ili uweze kumuona daktari? Muone daktari au mtaalamu wa afya kama endapo hataki kula kabisa na pia hanywi kabisa maziwa. Yani kama hanywi maziwa na pia hapendi, hapo lazima umuone daktari. Lakini ukiona mtoto anapungua uzito, apande chakula na wakati wao anapungua uzito, hapo itabidi umuone daktari. Lakini pia ukiona mtoto hapendi chakula na wakati wao ana homa au kuharisha au kutapika mara kwa mara, basi hapo obvious lazima umuone daktari. Kumbuka kwamba kila mtoto ana nafasi yake. Uvumilivu na uvumilivu wako wewe ni muhimu sana ili mtoto aweze kupenda kula chakula. Basi nakutakia kila la heri, na kukumbusha tu uweke ratiba nzuri ya mtoto wako kula chakula, na ukifanya hivyo taratibu basi atapenda sana kula chakula chako. Asante sana, nikutakie kila la heri, na kwa kuongezea tu napenda niwatakie heri ya mwaka mpya, na Mungu awabariki sana. Bye bye.